Pia itampendeza kwa sababu ni nguo ambayo itakuja ikifika hapa kwenye nani itabana kidogo, au zile nguo ambazo zinaonyesha kiuno. Kwa hiyo mtu ambaye ana hourglass ajitahidi kufocus sana kwenye kiuno. Hourglass ukivaa kigauni kimedororo, yani kitako kinaweza kikajificha kabisa, sababu wewe bega na ni vyote viko sawa. Lakini ukivaa kinguo ambacho kidogo hapa kidogo kimewekewa zile dots, shape yako itaonekana vizuri. Asante sana. Tunaendeleza shape yetu, shape namba 4 tunasema rectangle shape. Rectangle shape ni ile shape ambayo tunasema ni namba 1. Yani nikisema namba 1 nadhani mnanielewa. Namba 1 yani wewe namba 1 umenyoka yani kuanzia juu mpaka chini uko sawa. Kwa hiyo wewe mtu ambaye mwenye rectangle shape, focus sana kwenye kutengeneza sasa shape yako. Utatengeneza shape yako kwa vipi? Kwa hiyo lazima wewe utavaa mikanda pia, au nguo zile ambazo zitakuwa zina dots za kuongeza yani uonekane sasa namba 1. Sasa uonekane kwamba kumbe hapa katikati unaweza ukapabana kidogo, ili mradi umbo lako lionekane. Ni wale watu ambao hawana makevu mengi, yani mwili wako hauna kevu nyingi, yani hauna mabega yaliyozima, maziwa yamezidi, sijui makalio yamezidi, sijui nini kimezidi, tumbo limezidi. Hapana, wewe ni namba 1 straight. Kwa hiyo jaribu sana kutengeneza sasa shape yako, kwamba sasa chini unaweza ukavaa sasa nguo ambayo usivaa ule mdela mkubwa, yani umepitiliza. Vaa nguo ambayo inalingana na mwili wako, lakini pia tengeneza kiuno ili uonekane uko sawa. Lakini pia hata ukitengeneza zile nguo ambazo kidogo zina kangazi kidogo zenye za kuchanua chini, angalau utatafuta kishipu chako. Lakini watu wa hivi wana nguo nyingi sana ambazo wanaweza kavaa na wakaonekana nadhifu na na unamuona kabisa huyu mtu anajielewa. Kwa hiyo wewe ambao unaona una rectangle shape, jaribu sana kufocus kwenye kutengeneza shape yako. Tengeneza shape yako, vaa nguo. Hata hao wanaovaa suti za suruali wanapendeza sana. Hivi mwenye rectangle shape akivaa suti ya suruali anapendeza sana, kwa sababu anaonekana, unajua ukivaa suruali kidogo kashipu kanajitokeza kidogo. Kwa hiyo ukivaa suti ya suruali utapendeza, na tutaonyesha hapo picha ya mtu ambaye rectangle, ambaye ataonekana amevaa suruali atapendeza. Lakini akivaa kigauni chake hata kama ni kifupi pia atapendeza. Hata kama akivaa sketi na blouse ndefu atapendeza. Nguo zenye marinda napo atapendeza. Kwa hiyo mtu namba 1, we focus katika kujitengeneza sasa umbile lako lionekane nadhifu na lenye kuvutia. Shape ya mwisho namba 5 ambayo tunasema inverted triangle. Inverted triangle ni mtu aina gani? Ni yule mtu ambaye ana shape ambayo mabega yani huku juu ni mkubwa kuliko chini. Yani huku juu sasa ni mkubwa kuliko chini. Inverted triangle. Sasa wewe mtu ambaye unajiona kabisa huku juu ni mkubwa kuliko chini, focus sana na kuongeza chini. Kwa hiyo ukivaa hata nguo yenye marinda huku juu ambayo itabana, hafu huku juu kuna marinda, itakuweka vizuri, kwa sababu hapa sasa tunatafuta uwiano kati ya juu na chini. Kwa hiyo inverted triangle, jitahidi sana kuvaa nguo ambazo zitakuongeza sasa ukubwa wa chini. Kwa hiyo ukivaa hizo pia ukivaa nguo ambayo ina A shape pia itakupendeza, kwa sababu huku chini itakuwa kubwa. Ukivaa nguo zenye marinda, sketi zenye marinda utapendeza. Ukivaa nguo ambazo ukivaa sketi ambazo wanasema ni mapande 6 tunaita, pia nayo itakupendeza, kwa sababu utaongeza ukubwa. A shape inaongeza pia ukubwa wa huku juu, wa huku chini. Kwa hiyo wewe ambaye una hiyo inverted triangle,
jaribu sana focus sana kupunguza tension ya chini, yani kupunguza tension ya juu kuongeza chini. Kwa hiyo jitahidi sana kuvaa nguo za hivyo ambazo pia utakuwa nadhifu na utaonekana vizuri. Hata unapoenda dukani jaribu pia, hata sisi wauzaji wa nguo vya kuangalia, kuna vitu vingine vya kuangalia, hata rangi pia. Nasema rangi nyeusi hupunguza size. Yani kama mkubwa sana ukivaa rangi nyeusi na kupunguza kidogo size yako. Lakini pia tunasema rangi angavu inavutia macho. Mimi ni mweusi, lakini sasa unataka uvae tena rangi ile ambayo imefifia, jaribu kupata pia rangi angavu ili ivutie macho, uonekane nadhifu. Lakini pia mistari ya juu kwenda chini inaongeza urefu. Mistari ya juu kwenda chini, yani zile za straight hivi zinaongeza urefu. Kwa mtu mfupi akivaa nguo ya hivyo itamuongeza kimo chake kidogo, mtu akikuona anakuona kama ni mrefu. Lakini pia beti inaonyesha kiuno. Beti inaonyesha kiuno chako kuvaa beti. Japo sasa kuvaa belt, sisi wamama wengi tunakuwa tuna shida zetu za haya maumbile yetu haya. Kwa hiyo tunaogopa kuvaa belt, lakini belt inaongeza kiuno. Kwa hiyo tujitahidi sana. Hata sisi tunauza nguo, muuzie mtu nguo, hata ukimuona usimkimbie. Yani unamuona mteja wako kule anasema yes, yule ni mteja wangu, namuona kule anakuja amependeza. Lakini pia ukimuuzia mtu nguo akapendeza, utaulizwa amenunua wapi, atakuongezea wateja. Sipe nguo tu mtu kwa sababu tu umetaka uuze kwenye duka lako, kwamba sasa hii nguo labda imekaa muda mrefu, ili achukue tu mwache avae. Mpe nguo mtu kulingana na shape yake. Mpe nguo kwamba amevaa, ameonekana hajatundika kwenye henga, anaonekana mtu amevaa. Hata unapopendeza, unapotokea mbele za watu, hata unapomuona wewe mwenyewe unapata amani. Mimi napata amani nikimwona mteja wangu. Ndio maana nilisema hata mwanzo kwamba kila mtu ana shape yake, na Mungu ndo katupa hizi shape. Yani huwezi kuikimbia, tayari ulishakuwa nayo. Sasa unajaribu tu kuweka vizuri au kuvaa kulingana na body shape yako ili uonekane nadhifu. Lakini pia nakuuliza mteja wangu, wewe una shape ipi? Je, hiyo shape hata kama unaifurahia au haifurahii, tafuta kitu ambacho kitakufanya sasa uifurahie shape yako. Yani useme jamani, yani mimi ni mnene, yani mimi unalalamika. Hapana, tafuta kitu ambacho kitafanya uonekane vizuri, kitafanya uonekane nadhifu. Kama ni mfupi, basi tafuta nguo ambazo ziko hivyo, angalau utaonekana mfupi mrefu kidogo. Lakini pia kama wewe ni namba 1, basi tengeneza shape yako. Tafuta nguo ambazo kule chini ukizivaa utaonekana vizuri na nadhifu. Lakini pia suti, kama wewe ni mnene zaidi huku chini, tafuta suti ambazo mabega angalau yataonekana, sio mjibana sana, usitafute nguo ambazo zimekubana sana. Lakini kama wewe ni mnene jaribu kutafuta nguo ambayo iko sahihi kwako. Kwa hiyo tunakukaribisha sana Triple G. Tuko barabara ya 10 Dodoma. Tunauza nguo za aina zote, lakini ukija pia tutakupa ushauri wa mavazi, hata kuuzia tu. Tunataka tukuuzie ili tukuone umependeza. Ili mradi unapoenda huko uende ukaseme kwamba jamani, nguo ni Triple G. Karibuni sana, asanteni.